Unaniuliza kwa nini namsema Lowassa tu? Jamani, Lowassa anagombea urais wa nchi. Rais ambaye haaminiki, Mungu hawezi kukubalika katika nchi. Na mimi ambaye nimepiga kelele miaka yote, na yeye anajua. Na si hili tu nimesema. Kwenye swala la Meremeta, mimi nilikuwa naweka taarifa bungeni. Lowassa kaniita ndani ya lounge ya speaker, kwenye ukumbi wa speaker. Dr. Slaa, hii taarifa yako inaaibisha serikali. Kambia Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapana. Ukiweka ukweli, ukawakamata waliotuibia bilioni 155, zile US dola milioni 155 za zilizochukuliwa na maofisa wa Nedbank, zikarudi kwenye uchaguzi wa CCM baadaye zingine. Kambia ukiwakamata hawa na kampuni yetu ya Meremeta ambayo kampuni ya jeshi likarudi kwenye malengo yetu, likatutengenezea gari letu la nyumbu. Tatizo vijana wala hamjui kama tulikuwa na gari limetengenezwa nchi. Tanzania ilishatengeneza gari, tuna magari 15 kama sikosei, kama hayakufa barabarani. Na yametengenezwa na vijana wetu wadogo tu. Yanatengenezwa pale Kibaha, nyumbu. Na gari linaitwa nyumbu. Nikamwambia sema ukweli, hatuaibishi. Hao walioiba hizi hela ni kina nani? Akaniambia Dr. Slaa, akaniitia mtu mwingine ambaye leo sitamtaja. Wakawa wawili, mimi peke yangu kule nyuma. Nikaona haya majamaa hapa wana vijana wa bunge pale, nikaona yanaweza kaninyonga. Nikamwambia Lowassa, wewe na mwenzako ni mafisadi vichwani, kwenye moyo na kwenye nafsi zenu. Nikakimbia nikarudi ukumbini. Akanushe kama sio kweli. Atoke hadharani aeleze. Nimekuwa mwenyekiti wa kamati ya bunge. Nilioyakuta kwenye jimbo la Lowassa. Leo mnampamba kwamba ataleta maji. Nendeni basi Monduli, mbona hamna maji? Na atuambie bilioni 45 za ADB kwa ajili ya Monduli peke yake zilienda wapi? Nimeenda nikamkuta Mchina amekaa miezi 5, anadai bilioni 5, amekaa pale, hajalipwa hata senti moja, ametengeneza matanki 2. Sasa atuambie hiyo jimbo ni kwake. Nendeni basi Karatu, mlinganishe Karatu ya wakati wangu na Monduli, ili muweze kujua Lowassa huyu mnayemwita mtendaji mchapakazi, tumuone uchapakazi wake. Nazungumzia habari ya shule za kata na nini, hamjui zinaanzia hata wapi. Waandishi, rudini kwenye maandishi. Nimekuwa mwenyekiti wa bunge wanaosimamia elimu katika kanda ya Afrika Mashariki, kuanzia Djibouti mpaka DRC. Nimekuwa makamu mwenyekiti wa FAPED, hiyo kamati ya wabunge wa Afrika nzima. Uamuzi wa elimu ambayo leo sisi huku tunaita ya kata ulifanyika Jomtien, Thailand mwaka 1990. Lowassa kuwepo. Na ukaitwa MEM, haukuitwa MES, uliitwa uliitwa nini? EFA, Education for All. Haukuitwa MES wala MEM. Sisi tumenyofoa tukachukua sehemu. Leo tunasema Lowassa mbunifu. Atuambie alibuni nini katika EFA? Alituambia na nimekagua shule zake zote hazitafika hata miaka 10 ijayo, wakati zilizojengwa na Mjerumani zinadumu mpaka leo. So which is which? Sasa hebu niwaambie tu, hapa nina barua moja ambayo inaandikwa. Anasema hii barua imeandikwa na Ibrahim Msabaha. Baada ya ukisoma taarifa ya bunge utaelewa vizuri. Wakati Msabaha anaulizwa, sasa wewe hapa uamuzi ulipata, mamlaka hayo ulipata wapi? Akanyamaza. Sasa ili ajisafishe anaandika barua, na ndio ushahidi pekee ambao tunaanza kupata. Nadhani hatukuelewana vizuri. Anamwandikia Fulgence Kazagura, mwenyekiti wa bodi ya TANESCO. Swala la kushughulikia gas turbines za kukodisha lilishughulikiwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu, ambaye aliunda kamati ya wataalamu 3, katibu mkuu hazina, katibu mkuu nishati na AG.
Nia ni kuiondoa swala zima kwenye mkono ya management ya TANESCO ambayo imeshindwa kulishughulikia kwa ufanisi. Sasa PPRA wanauliza mamlaka ya waziri mkuu kwenda kutangaza, kuunda hiyo kamati na kutangaza tenda upya, aliyapata wapi? Someni sheria ya PPRA kama inatoa mamlaka kwa waziri mkuu. Kwa wale msiojua, ugomvi wangu na waziri Masha Lawrence, mpaka ikafika mahali mimi nawekewa kinasa sauti bungeni, hamfuatilia mjui, ni kwa sababu mimi nilitoka hadharani nikasema Masha umeingilia mchakato wa manunuzi wa serikali. Ikawa adui wa serikali, adui wa kina Masha. Nikawa adui, ulizeni hata leo atoke hadharani tatoa na nyaraka. Sasa waziri mkuu anaingilia wapi? Kwenye PPRA waziri mkuu anatajwa kuingilia. Mchakato ulitakiwa uishe, ukifika mwisho sasa process ya kawaida ya utawala inaingia. Waziri anasimamisha katikati, anaagiza tenda irudiwe. Katika listi ya watu 8 niliotaja, Richmond ilikuwa ndio kampuni yenye sifa 0. Mara ya pili ilipoitishwa tena ilikuwa ya mwisho kuwa na sifa isiyofaa. Mara ya tatu, mara ya 4, safari zote 4 Richmond haiko. Wakaandika uongo, wakasema Richmond ni kampuni. Wakagundua, nafikiri baada ya kamati ya bunge kwenda kule, wakagundua kwamba Richmond ni kampuni ya stationery wala sio ya umeme. Wakatengeneza taarifa kwamba Richmond ilikuwa inashirikiana na kampuni kubwa duniani inayoitwa Pratney. Ninayo barua hapa. Kamati ya Mwaikembe ikaandika barua kutaka kampuni hiyo ya kina Pratney ithibitishe kama wana ushirikiano wowote na Richmond. Kampuni hiyo ikajibu hawana ushirikiano wowote, na wala kamati hiyo haihusiki na uzalishaji wa mitambo ya umeme. Waziri mkuu anajua hayo yote, alafu anayanyamazia kama alikuwa anajua. Kama alikuwa hajui basi ni mzembe. Kama ni mzembe basi hafai tena kuwa rais wa nchi. Kumbukeni Rais Clinton alipata kashfa kule Marekani. Kashfa kwetu sisi ilionekana kama ni kubwa sana, ya mahusiano na mwanamke mmoja, sio anaitwa nani, Lewinsky, Monica. Marekani walifanya impeachment, sio kwa Kiswahili, walitaka kumchukulia hatua Rais Clinton, si kwa sababu ya Clinton kuhusiana na Lewinsky, ni kwa sababu wao na kwenye sheria zote hata ya kwetu, kitu kinachoitwa perjury ni kitu kibaya kwa kiongozi. Kwa wale wasiojua, perjury ni uongo. So kiongozi hawezi kuwa Mungu.